Naitwa Juma Sefu Peleu, mwenyekiti wa SHIVAWATA, umoja wa vyama vya wataalamu wa tiba asili wa muda, ambao hivi sasa tumejadiliana na vyama vya wataalamu wa tiba asili nchini kuwa na chombo hiki ambacho kinatuvusha kwa pamoja kuwa ni sauti ya vyama vyote nchini na ni daraja la kuvisemea vyama katika serikali. Tulikutana katika kikao chetu hiki cha mwisho ambacho kinapelekea usajili wa hichi chombo. Mungu akitupa hai, siku ya Jumatano tutakuwa tayari tumekisha kisajili. Mchakato wake ni mzito kwa sababu mchakato ulianza tangu mwezi wa pili mpaka hivi sasa tumefikia utaratibu wa katiba na kanuni zote zimekwisha timia, ndipo sasa tuliitana na vyama vya wataalamu wa tiba asili ikiwemo na kujadiliana hotuba ya waziri wa afya ambayo alitoa kule Dodoma. Kwa hiyo tumepata mwafaka ambao sasa wakwenda kusajili. Mkutano ule ulituongeza nguvu, lakini tulianza mapema kabla mkutano wa waziri. Mkutano wa waziri ulituongeza nguvu ambao ilituzidisha kujipanga zaidi na kuweka mkakati wetu kuwa pamoja na nguvu ya pamoja ili kukisajili chombo hichi, kwa sababu tumeona serikali ina mahitaji makubwa ya kuhitaji chombo ambacho kinachoweza kuzungumza na serikali na wanachama wa vyama vya watibabu wa tiba asili nchini. Ugumu ni mkubwa wa wastani, kwa sababu siku zote ukiwa kama kiongozi unahitaji kusikia sana katika masikio yako, lakini vile vile kuhusisha kamati ambazo zitakuwa mnaojadiliana katika kutoa maamuzi yaliyokuwa mahsusi ya kuweza kufikia malengo. Kwa mchakato huu kwa sasa tumefikia vyama 15 na vipo vya mikoa mbalimbali na vipo vya kitaifa ambavyo vipo kuwepo Dodoma, Shinyanga, Tabora na vilivyokuwa Tanga na Dar es Salaam. Kwa hiyo vyama mbalimbali na washiriki hao wameona kwamba kweli wanajiunga kwa wingi sasa, na vile vile bado na tunawasiliana na wengine kwa sababu wanatupigia simu. Tuna imani makundi yote 30 yaliyopo mchini tutaweza kuyafikia. Maombi na ushauri wangu kwa serikali kwamba tunaiomba kwamba ituamini, tunaiomba ituamini, na sisi wataona utendaji wetu wa dhati kabisa ambao tumejitoa kwa ajili ya kutumikia taifa hili. Ushauri wangu kwa wataalamu wa tiba asili Tanzania kwamba tuwe pamoja, wajiunge wale ambao hawajiunga kwenye vyama, na vyama viwe pamoja, viondoe kasoro zao ndogo ndogo, na tuhakikishe katika kila vyama vyote viwe hai na mawazo na fikra yao bado yana umuhimu wa kuijenga nchi kwa sasa. Naomba nikiri kwamba nilikuwa mweka hazina wa shirikisho la vyama vya tiba asili nchini, ambalo nilishawishiwa. Wizara ya Afya, serikali yetu ilishauri mnamo mwaka 2002 kuweza kuunda chombo kimoja kitakachoweza kusimamia waganga na kuwa msemaji mkuu kwa ajili ya serikali, na serikali inapokuwa na jambo basi iweze kupata mahala pa kusemea. Na mimi mmoja wapo niliteuliwa kuwa mwenyekiti wa rasimu hiyo 2002, lakini mambo yalipita, siwezi kusimulia. 2014 iliundwa tena hilo shirikisho kupitia Wizara ya Afya, na serikali iliweza kusimamia uchaguzi huo, ambapo na mimi pia nilikuwa na wenzangu wawili. Ni chombo ambacho kilikuwa kimesimamiwa. Nikili kwamba pia tulifanya kazi nzuri sana kwa wakati huo. Tulikuwa na mwaka mmoja, na baada ya hapo tuliongezewa miaka 5, na hakika tulifanya kazi nzuri sana. Nini maana tena ya leo hii mimi kuja tena kwenye shirikisho jingine kupitia chama changu cha WAWATI
ni kwa sababu serikali yetu kupitia Mheshimiwa Waziri Mohamed Mchengerwa pale Dodoma kwenye ukumbi wa Mitumba alipotoa kauli kwamba akiwaomba waganga wote kupitia vyama vyao kuunga chama kimoja, shirikisho moja ama chombo kimoja kitakachoweza kusimamia na kupaza sauti kuhusiana na masuala mazima ya wanatiba asili. Maana yake nini? Ni kwa sababu baada ya kusikia viongozi wa vyama mbalimbali walikuwa wanalalamikia hilo shirikisho, ambapo na mimi nilikuwemo, kwamba utendaji wake umekwenda tofauti na pia umekiuka katiba, na ndipo ilipofikia hata mheshimiwa